Maelezo ya ujio wa Yesu Kristo hayakuanza usiku ule wa Bethlehem. Yalianza maelfu ya miaka iliyopita kupitia unabii na manabii wa kale. Biblia inafundisha kuwa kila kitu kilichotokea kilikuwa kimepangwa kwa usahihi wa hali ya juu. Hapa kuna maelezo ya kina na ya siri, miujiza na misingi ya Biblia kuhusu background ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ungana na mimi katika makala hii ili uweze kujua ni siri gani ilikuwepo nyuma ya kuzaliwa ama kuja duniani kwa Yesu Kristo. Karibu. Kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, Mungu alituma manabii kuweka ramani ya utambulisho wa Masihi atayekuja ili ulimwengu usichanganyikiwe. Nabii Isaya alitabiri kuwa Masihi atatoka katika shina la Yese ambaye ni baba wa mfalme Daudi. Biblia inasema litatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi litalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Hii ni katika Isaya 11 mstari wa kwanza. Nabii Mika alitaja mji ataozaliwa Masihi miaka 700 kabla ya tukio lenyewe kwa kusema, bali wewe Bethlehem, kutoka kwako atatokea mmoja atayekuwa mtawala katika Israeli. Hii ni katika Mika 5 mstari wa 2. Lakini pia katika kitabu cha Danieli, katika unabii wa majuma 70 unaonesha kipindi ambacho Masihi angekuja na kukataliwa. Hii ni katika Danieli 9 mstari wa 26, wa 24 mpaka 26. Sasa tuangalie siri kubwa kuliko zote. Tunaangalia ni kwa jinsi gani Yesu alivyoingia duniani bila kupitia dhambi ya asili ya mwanadamu. Hapa unatakiwa ujue kitu kimoja. Yesu, lengo la kuja kwake duniani ilikuwa ni kutolewa kafara ili binadamu aweze kusamehewa dhambi zake. Lakini huwezi kuchukua kitu chenye dhambi ukakitoa kafara na kutegemea kafara hiyo itatimia. Hapana, kafara haitaweza kutimia. Sasa tunatimizaje kafara? Ilibidi atokee mwanadamu ambaye atokei katika asili ya Adamu. Kwa maana kila mwanadamu alikuwa akizaliwa alikuwa asili yake ni Adam au Nabii Adam kama wengine wanavyomfahamu, ambapo kwa mujibu wa Biblia kila aliyezaliwa kutoka kwa Adam alikuwa amebeba dhambi ya asili ambayo Adam alikuwa ameichuma katika bustani ya Eden. Kwa maana hiyo basi, kitendo cha Mungu kumfanya Yesu azaliwe kutoka kwa Bikira Maria kulimaanisha kuwa Yesu ameepuka dhambi ya asili ya mwanadamu, kwani amezaliwa bila baba. Na ukizaliwa bila baba, maana yake huna nasaba. Kwa kuwa hana nasaba, basi Yesu hakuwa tena amebeba dhambi ya asili ya mwanadamu. Ndio maana ikawa halali kwake kuweza kutolewa kafara ili wanadamu wengine waweze kusamehewa dhambi zao. Biblia inasema, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Emanueli. Hii ni Isaya 7 mstari wa 14. Kumbuka, katika kipindi cha Isaya hili swala lilionekana haliwezekani kibiolojia. Bikira atabebaje mimba? Na hata Maria mwenyewe alivyoletewa taarifa ya kuwa atabeba mimba akiwa bikira, naye aliweza kuchanganyikiwa kama walivyochanganyikiwa watu wengine, au alishindwa kuamini kama walivyoshindwa kuamini watu wengine. Hapo ndipo malaika Gabrieli alimfafanulia Maria kuwa hii si kazi ya mwanadamu, hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Akamwambia, Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu yake na nguvu ya aliye juu zitakufunika kama kivuli. Hii ni katika Luka 1:35. Na sasa tujaribu kuangalia miujiza katika kuzaliwa kwa Yesu. Historia inasema kuzaliwa kwa Yesu kuliambatana na ishara ambazo hazikuwahi kutokea kwa mtoto mwingine yoyote, kwa sababu kulitokea nyota ya ajabu. Wataalamu wa nyota
kutoka mashariki waliona nyota isiyo ya kawaida iliyokuwa ikiwaongoza, na walivyoifuata wakafika moja kwa moja mpaka sehemu ambapo mtoto yule alikuwa anazaliwa. Hii haikuwa sayari ya kawaida, bali ilikuwa ishara ya kimbingu iliyosimama mahala alipokuwa mtoto, kama inavyosema Mathayo 2:9. Lakini pia jeshi la malaika, sio malaika mmoja bali wingi, jeshi la malaika walionekana kwa wachungaji wa kondoo wakiwa wanashangilia na kuimba, na utukufu wa Mungu mbinguni na duniani amani kwa watu aliowalizia, kama inavyosema Luka 2:14. Lakini pia Biblia inafichua siri ya majina mawili aliyopewa Yesu. Jina la kwanza ni Yoshua na jina la pili ni Emanueli. Kwa nini aliitwa Yoshua? Kwanza lazima tujue maana ya jina la Yoshua, ambayo maana yake ni Yehova ni Mwokozi, ambapo tunakuja sasa kujua siri ya jina la Yoshua ni kuwa kama inavyoelezwa katika Mathayo 1:21, malaika alimwambia Yesu, mtoto atayezaliwa yeye ndiye atakayekuwa atakayewaokoa watu kutoka kwa dhambi zao. Kwa hiyo moja kwa moja tunakuja kuona kwamba Yesu alikuwa ni mwokovu kwa wanadamu dhidi ya dhambi zao. Lakini pia kwa jina la Emanueli, Emanueli inamaanisha siri ya Mungu kuwa nasi. Hii ilimaanisha ya kuwa Mungu hakutaka tena kutazama kile kinachotokea akiwa mbali, bali aliamua kuja kuishi ndani yetu ili aweze kusamehe dhambi zetu, kama inavyosema Mathayo 1:23. Lakini bila kusahau kuwa kuzaliwa kwa Yesu kulileta tishio kwa falme za dunia, lakini pia na falme za giza, kwa maana mfalme Herode baada ya kupata ndoto ya kuzaliwa kwa mtoto atakayekuja kwa mfalme wa Waisraeli aliamua kuwaua watoto wote wa kiume. Lakini Mungu alimwonya Yusufu kupitia ndoto na akamwambia akimbilie Misri ili mradi kuokoa maisha ya Yesu ambaye alikuwa ni mchanga kwa kipindi hicho, ambapo hii inatimiza unabii ambao ulitajwa katika Hosea 11:1, ambapo Mungu anasema kutoka Misri nilimuita mwanangu. Lakini mwisho kabisa, background ya Yesu ni ushahidi wa kuwa yeye si mhusika wa hadithi tu, bali alikuwa ni utimilifu wa mpango wa Mungu uliorekodiwa tangu nyakati za mwanzo kabisa, kama kinavyosema kitabu cha Mwanzo 3:15, ambapo ulithibitishwa na manabii, lakini pia iliweza kuhitimishwa kwa miujiza mingi ya kimbingu. Asante kwa kuwa nasi kwa muda wote, lakini kwa stori nyingine na matukio mengine ambayo utajifunza vitu vingi zaidi, unaweza ukalike na kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa hukosi video ambazo tunakuwa zina upload ambazo zitakuwa na faida nyingi. Kwa hiyo asante.